Mungu akawabariki. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Mkaijaze nchi. Mkaijaze nchi. Na kuitiisha. Na kuitiisha. Mkatawale samaki wa baharini. Mkatawale samaki wa baharini. Wa baharini. Na ndege wa angani. Na ndege wa angani. Na kila kiumbe chenye uhai. Chenye uhai. Kiendacho juu ya kiendacho juu ya nchi. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni neema. Haleluya. Amen. Hiyo ni neema ya maongezeko. Zaeni mkaongezeke. Zaeni mkaongezeke na mkaijaze nini? Nchi. Sasa hili swala la kuzaa na kuongezeka na kujaza nchi sio kuzaa watoto tu. Kwa maana hiyo ukifanya kazi ipanuke, ijaze. Ukiajiriwa kile unachopata kipanuke, kijaze. Haleluya. Amen. Ukisoma elimu yako ipanuke na ijaze. Yaani iongezeke, maana yake izae elimu zingine. Amen. Unaelewa? Bwana asifiwe. Amen. Elimu yako izae elimu zingine. Kazi yako izae kazi zingine. Biashara yako izae biashara zingine. Ndio sababu unaweza ukaona sasa Mungu anazungumza swala la wivu na chuki na kiburi. Anasema mpende jirani yako. Nini maana yake? Mtu anapata elimu inakuwa ya kwake. Yaani anapata elimu inakuwa ya kwake, na elimu yake hataki mtoto wa mtu mwingine aisomee kabisa. Hataki hata watoto wengine wafanikiwe. Kwa nini? Anataka hiyo elimu iwe ya kwake mwenyewe. Na wakati ikiwa ya kwake mwenyewe hatazaa wala hataongezeka. Haleluya. Itabaki kichwani. Lakini unapoigawa elimu ile utakuwa na vizazi ambavyo vimepokea elimu yako. Kwa hiyo utakuja kushangaa una watu ambao wana elimu kama yako kupitia wewe mwenyewe. Kwa hiyo itakuwa tayari umeongezeka. Bwana asifiwe. Amen. Unapokuwa na kazi yako inaongezeka kwa kukua kiasi cha kupanuka, maana yake kuwagawia wengine maarifa ulioyapata. Sema amen. Amen. Si kuwagawia kazi yako, unawagawia maarifa uliofanyia kazi ya kwako ikapanuka. Unawafundisha, unakuwa umezaa tayari. Sema amen. Amen. Kwa hiyo unafika mahali